Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye The Book of Magic and the Movie Stories. Jina langu anaitwa Ayubu Obedi, na hii ni simulizi itwayo Dunia ya Kuzimu, na hii ni hatua ya 14 kutoka hatua ya kwanza season ya kwanza mpaka hatua ya 14 season ya kwanza. Nyote mnakaribishwa. Pale pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Karibuni sana, na sasa tuanze simulizi yetu. Naam. Tunaendelea pale pale tulipoishia. Mchungaji tayari kashapoteza maisha, na Afande Steven tayari ipo katika msitu akiwa na Sala, wakielekea sehemu wasiojua kutafuta njia. Safari yao ilikuwa ni ndefu, safari yao ilikuwa ni ya kutembea kwa mguu. Walivuka mabonde, walivuka milima, walivuka misitu, lakini Sala akamuuliza Afande Steven, sasa afande, tunatembea tu eti tunatafuta njia, hivi ni wapi tunaenda? Kwa Afande akamwambia, mimi nafuata hisia zangu ambapo zinanipeleka. Mimi nafuata hisia zangu, wasa unafikiri mimi naenda wapi? Natafuta njia na nafuata hisia zangu. Wewe pointi ya msingi ni kunifuata mimi. Mimi nafuata hisia zangu. Sasa hisia zako zinakupeleka, tuoni kama nza tukapotea huko polini na usiku ukiingia tukapata majanga. Afande akamwambia, wewe nifuate tu, kwa sababu mimi najua ninachokifanya. Sasa walipotembea kwa muda mrefu, walikutana na kibanda kidogo ambacho kilikuwa kimejengwa kwa mawe matupu. Ndipo mchungaji akamwambia, hapa nilipo nina hirizi za kutosha. Kama nimebeba hirizi ni bora tungelala hapa, kwa sababu bado masaa mawili tu kiza kiingie, na kiza kikiingia inakuwa ni shida kwelikweli sisi kutoboa, kwa sababu wale majini wanaweza wakatumaliza huko mbele ya safari. Hivyo inapaswa tulale hapa kwa leo, na kesho tutaendelea na safari. Ndipo Sala alimwambia, okay, sawa mchungaji, sawa afande, nimekuelewa, lakini kitu ambacho nakuomba, naomba unifungulie pingu. Umenifunga pingu, nifungulie pingu, mimi nataka niende nikajisaidie. Afande alimwambia, ndio maana nimekufungia pingu kwa mbele, sio kwa nyuma. Kwa hiyo wewe nenda na hizo pingu, sababu sikuamini. Nenda na hizo pingu, nenda kajisaidie. Baada ya kujisaidia wewe utarudi hapa. Mtoto wa kike alikuwa ameomba akajisaidie, afunguliwe pingu. Sasa afande hawezi kwenda naye kumsimamia akajisaidia, hivyo alimwambia aende akajisaidie na arudi na pingu, kwa sababu hawezi kumwamini kabisa. Sala haaminiki kwa sababu anasikia sauti za mashetani. Ndipo Sala moja kwa moja akaingia katika kichochoro cha poli ili kujisaidia. Sasa tunatoka kule katika msitu. Afande baada ya kumwambia yule binti ambaye anaitwa Sala, bado masaa mawili tu kiza kiingie, basi aende akajisaidia, arudi mapema ili waweze kupumzika kwa muda. Na tunarudi katika ule mji wetu, ile dunia yetu. Tunamkuta afande wa Kichina aliachiwa majukumu akiwa na mama yake, yule mama wa Kichina ambaye anamiliki ile restaurant. Mama yake akimwambia, Afande Steven alikuwa ni mtu mwema sana, alikuwa ni mtu mzuri, kwa hiyo inakupaswa na wewe ufanye majukumu yako kama ulivyoachiwa. Mikoba hii uiendeshe vizuri, na sasa ni jioni tayari, hivyo chukua kengele, ingia mtaani, wakumbushe watu
waingie kwenye majumba yao wakapumzike kama siku zote wanapoingia na kupumzika. Na ndipo yule bwana mdogo alichukua kengele na kuanza kugonga kengele watu waingie katika majumba yao ili kuepuka na adha ya yale mashetani na wale majini. Lakini usiku ulikuwa tofauti kidogo. Mama ambaye anaitwa Tabitha alikuwa akiota anapanda ngazi. Maana alikuwa ana ujenzi, alikuwa anachimba kule chini siku zote katika maisha yake. Hasa siku moja, usiku mmoja ambao ulikuwa usiku huo, akaota akipanda ngazi za kupandisha juu katika nyumba yake na asifike, na akamuona mume wake ambaye anaitwa Jimmy amening'inia kichwa chini miguu juu, lakini kumbe ilikuwa ni ndoto. Na usiku ule watu wote ambao walikuwa wanaishi katika ile Colonial House walikuwa wanashiriki katika ule mnara, ujenzi wa mnara, wengi walala kituo cha polisi. Lakini mama alimuona mtu mmoja yuko sawa. Alimuona mtu mmoja anaitwa Musa hayuko sawa. Akamwambia, Musa, una shida gani? Unaonekana leo hauko sawa kabisa. Lakini Musa akasema, mimi niko sawa. Bwana mkubwa mmoja bonge hivi akamwambia mama, naona leo tunalala kwenye kituo cha polisi, leo natulaza jela. Mama akamwambia, it's just for temporary, ni kwa muda tu, kwa sababu kule Colonial House katika nyumba yetu iko katika matengenezo, kwa hiyo tunalala hapa kwa muda tu. Na asubuhi kulipokucha, ulikuwa ni asubuhi njema, jua lilikuwa linachomoza, lakini katika kile kituo cha polisi ambako wamelala watu kama kambi ya kujihifadhi kwa muda, yule kijana ambaye alikuwa anaitwa Musa alikuwa amejinyonga usiku ule. Watu walilia kwa huzuni, lakini mama alisema, yule kijana ambaye anaitwa Musa hayuko sawa. Alimuona hayuko sawa. Sasa sijui, huenda alikuwa amekata tamaa ya kuishi. Unajua, katika dunia hii iliyopotea kuzimu, watu wengi wanakata tamaa ya kuendelea kuishi kwa sababu wanaona kila siku wanakufa, kila siku wanapungua, kila siku wanakufa, kila siku wanapungua. Kwa hiyo akahisi ni bora atangulie, kwa sababu huenda alikuwa amekata tamaa kwamba hawezi kurudi tena alikotoka. Ndio maana akajinyonga. Na ndipo mazishi yakafanyika. Yule mama akawarejesha katika kazi na katika ujenzi wa ule mnara. Jimmy pamoja na Jackie pamoja na Alice walikuwa wanasimamia ujenzi wa mnara katika ile Colonial House. Lengo lao wapate mawasiliano ambayo yatatoka nje ya ile dunia yao na kwenda kwenye dunia ya kawaida, wapate signal. Yule mama anaitwa Donna alifika pale. Wakamuuliza, habari za asubuhi Donna? Mama akawajibu, nzuri, lakini sio nzuri zaidi. Kwa nini? Tunahitaji Musa afike hapa, kwa sababu Musa alikuwa anasaidia kazi vizuri. Mama akasema, Musa hatafika kwa leo. Ndipo Jimmy akauliza, kwa nini? Mama akamwambia, jana usiku tumepata majanga. Musa alikuja akiwa na mawazo mengi, na kulipokucha asubuhi ya leo Musa amekutwa amejinyonga. Kwa hiyo Musa akapoteza maisha na tumeshamfanyia maziko. Hivyo tuendelee tuna majukumu yetu ya kawaida. Hakuna jinsi. Anaonekana alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo, huenda ndio maana amepoteza maisha. Huenda amejinyonga kwa sababu ya mawazo yake mwenyewe. Moyo wake tayari umeshakufa ganzi na ameshakata tamaa ya kuishi katika dunia hii. Huenda ameona kabisa kutoka itakuwa ni ngumu, ndio maana ameamua kujinyonga. Mama ambaye anaitwa Donna aliwaeleza wale wajenzi au wale waliokuwa wanashiriki katika ujenzi wa mnara wa kutafuta mawasiliano nje ya dunia. Na wakati huo katika ule mjengo wa Colonial House ambapo mnara ulikuwa ukijengwa, Fatma alikuwa akimweleza mchumba wake Alice kwamba, unajua, Musa amepoteza maisha, huenda ameona kabisa hakuna matumaini ya kuondoka katika mji huu.
hata mimi pia yale ambayo nayaona, yale ambayo tunayapigania kila siku katika mji huu, naona kabisa kila tunachokifanya hakifanikiwi. Kwa hiyo sina matumaini hata ya kuondoka. Kwa hiyo mimi naona alichowaza kujiua labda ameona ni sahihi, kwa sababu ameona hakuna matumaini. Chakula sasa hakuna, tunapata mlo mmoja kwa siku, tunaishi maisha magumu, tunajenga, kila tunachokifanya hakileti matumaini. Huenda ndio maana ameamua kupoteza maisha, ameamua kujimaliza mwenyewe, na isiwenda ndio sababu. Kwa Fatuma aliendelea kusema, sina hakika kama kweli tutaweza kurudi nyumbani, sina hakika kabisa, kwa sababu kwanza sisi tumekuwa tofauti kabisa na tulivyokuwa katika dunia yetu ya kawaida. Yaani hana matumaini kabisa. Ina maana katika mji huu ni kweli wanafanya njia, wanafanya kupambania maisha yao, lakini wengi matumaini yameshapotea ya kurudi, au matumaini ya kupona yameshapotea kabisa. Wengi wanawaza watakufa siku moja katika dunia hii iliyopotea, dunia hii ya kuzimu. Lakini mchumba wake Alice, mwanaume wa nguvu kabisa, ilibidi aanze kumpa moyo, aanze kumpa matumaini mpenzi wake kwamba kila jambo huwa lina mlango wa kutokea. Kila gumu linalokuja kwa mwanadamu, basi Mwenyezi Mungu huandaa njia mapema ya kusaidia. Kwa hiyo maisha tunayoishi hapa, usiseme kwamba labda wote tutakufa. Hapana, labda hata kama sisi tukifa, basi kuna wapo ambao watatoka salama, kuna wapo ambao watatoka hai, kwa sababu hata Yesu mwenyewe kuna watu wanamsubiri mpaka leo arudi, lakini wengine wanakufa, wanazaliwa, wengine wanaendelea kumsubiri, wengine tena wanakufa, wanazaliwa, wengine wanaendelea kumsubiri wakiwa na matumaini labda wenda siku moja Yesu atarudi. Ni kama wana wa Israeli walivyokuwa wakimsubiri mkombozi ambaye aliitwa Musa au Moses. Ndani ya miaka 400 watu wengi walikufa, lakini mwisho wa siku muda ulipofika, baada ya miaka 400 Moses alikuja na kuwatoa katika kambi ya utumwa ya Farao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema kwamba atatoa msaada, au kama ameiweka njia, tusitegemee kwamba ni sisi ambao tutapona. Huenda sisi tukafa, ila jamii nyingine ikaja nyuma yetu ikapona, kwa sababu katika dunia hii kila siku kuna watu wapya wanaingia. Kwa hiyo huenda ni sisi pia, Mwenyezi Mungu anaweza akatuponya tukatoka salama katika dunia hii iliyopotea, dunia ya kuzimu. Kwa hiyo mpenzi wangu, mambo ya kutoka tumwachie Mungu, lakini tusiache kuyapambania maisha yetu daima. Bwana Alice alizungumza maneno mazito sana akimweleza Fatuma mpenzi wake. Tunatoka mjini tunarudi polini. Afande Steven na Sala wakiendelea na safari yao. Asubuhi ile Afande akichora alama katika miti, na Sala akimuuliza, unafanya nini katika miti hii? Afande alimwambia, naweka alama ya kurudi nyumbani, kwa sababu tunaweza tukapotea huku, au tunapoenda tusione njia, tukarudi kupitia hizi alama na tukafanikisha kurudi nyumbani, nikafanikisha kumuona tena mtoto wangu. Kwa hiyo mimi naweka alama, tunakotoka tujue na tunakoenda pia tupafahamu. Na kisha safari iliendelea taratibu, akaendelea kukanyaga miti iliyoanguka taratibu, akaendelea kukata mbuga, kuchana mbuga ya msitu taratibu, akaendelea kutembea. Hakika safari hii ni adventure, ni safari ya kutisha yenye matumaini ya kutafuta njia ya kurudi duniani kwa watu wawili hawa. Hakika Mwenyezi Mungu huenda atakuwa upande wao. Hakika Mwenyezi Mungu huenda atawaonea huruma.
Lakini Sara akamuuliza tena, hivi kaka Steven, hivi unaamini kweli hii ni njia, au huenda tunaelekea tu sehemu tusiyoijua, au huenda tunazunguka tu sehemu moja? Unajua huu ni msitu. Unajua yule dada alikuwa na akili sana. Akaanza kumwambia, huenda tunazunguka tu sehemu moja na tutajikuta tuko pale pale. Huenda tunazunguka tu. Hivi unaamini kweli hii ni njia kweli ya kutokea katika dunia ya kawaida? Dada alimuuliza Afande Steven. Ndipo Afande alisimama na kumgeukia akamwambia, mimi naamini ninachokiamini. Alafu unavyokuwa unaniuliza kwamba napoenda ni wapi, tarudi pale pale, nakuwa nazunguka poli. Labda nawe nikuulize, wale mashetani waliokuwa wanakuambia kwamba ua na unaua, fanya hivi na unafanya vile, ulikuwa unaamini kwamba ni kweli na uko unaua? Ulikuwa unaamini vipi? Wale unamwamini jini, unasikia sauti ya jini anakuambia ua kaka yako, ua mtoto, ua Afande Steven, ua fulani, na kweli unaua. Wewe ulikuwa unaamini? Kwani ulikuwa unaamini? Unaweza kuniambia kwa sababu gani ya kuamini? Basi hata mimi pia naamini ninachokiamini. Wewe songa mbele, tuendelee na safari. Mimi sioni haja ya kuniuliza tunaenda wapi, tutafika saa ngapi, tunakuelekea tutafika leo, mara tunazunguka sehemu moja. Lakini Afande alimwambia, unaposema tunazunguka sehemu moja, mimi kila sehemu nayoiona mbele yangu naiona ni mpya. Kwa hiyo sio kwamba tunazunguka sehemu moja, huenda Mungu atatuonyesha njia. Kwa hiyo haina haja ya kuendelea kuniambia maneno ya kunikatisha tamaa. Kikubwa tu tuendelee na safari, kwa sababu hata wewe pia ulikuwa unaelezwa maneno ya kuua na unaambiwa ua na unaua, lakini ulikuwa huna uhakika na unachokifanya. Sasa hebu acha tusonge mbele. Wakati wakiendelea kutembea tena kwa mara nyingine, Afande Steven aligeuka nyuma akamwambia, haya, hebu njoo nikufungulie pingu zake. Njoo nikufungulie pingu zako hizo. Unajua baada ya Afande kumfunga pingu jana na akalala nazo na akaamka nazo leo, binti alikuwa anachonga sana, ikabidi amfungulie hata pingu. Na akamwambia, unajua katika mji wetu, katika dunia yetu iliyopotea, dunia ya kuzimu, kuna watu wazuri sana, wenye sura nzuri sana kama wewe, lakini unafanya mambo ya hovyo. Wanaua wenzao. Sasa wewe nikwambia tembea tembea, nikwambia luka mti, nikwambia kanyaga pale. Tusonge mbele, tunatafuta njia ya kurudi duniani. Hii dunia tuliopo, dunia iliyopotea. Sasa hebu tusonge mbele, turudi nyumbani. Safari iliendelea. Tunatoka kule polini moja kwa moja tunarudi katika mji wetu ule ambao wanaishi wahanga waliopotea. Katika familia ya Tabitha, akiwepo Juli pamoja na mtoto mdogo ambaye ni Keni. Mama aliendelea kuwapa moyo watoto wake akiwaambia, baba anajenga mnara kule, atapata mawasiliano na tutapata msaada kutoka katika dunia ya kawaida, watakuja kutusaidia. Kwa hiyo msijali, muwe na matumaini, muwe na amani, tutatoka salama katika dunia hii iliyopotea. Lakini yule binti alimwambia mama, kwa mfano tukitoka katika dunia hii, utakapofika nyumbani utafanya nini? Mama akawajibu akamwambia, mtoto wangu wapenzi, nitakapofika nyumbani tutaenda katika hoteli kubwa ya mji wetu ambao inaitwa Graveles. Katika ile hoteli ya Graveles, kwa sababu nitakuwa nimemisi chakula cha dunia yetu, nitaagiza kila chakula ambacho kinapatikana katika ile hoteli na wote tutakula tukiwa na amani na furaha. Na kisha akamuuliza, na wewe binti yangu Julie, vipi kama ukirudi nyumbani leo, utakaporudi nyumbani utafanya nini? Julie akasema, mama, mimi nitakaporudi nyumbani, siku nikifika tu nyumbani, ninawatafuta na marafiki zangu wote. Ninawakalisha chini, ninawaambia nimetoka kwenye adventure na ninawahadisia maisha yote ya huku, kwa sababu ni maisha ambayo wala hawayajui
wala hawajawahi kuyaota. Waliendelea tu kutia stori za hapa na pale, lengo kupoteza muda na lengo kuondoka katika msongo wa mawazo, kwa sababu wengi wao walikuwa na mawazo mengi mazito yakiwaumiza kichwa. Wengi wao walikuwa hawako sawa kabisa, kwa sababu una imani unaishi katika sehemu ambayo unawindwa. Mchana uko sawa, lakini usiku unapoingia unakuwa hauko sawa. Kila inapofika saa 12 umeshazoea unalala saa 3, saa 4, lakini kila ikifika saa 12 basi unafunga milango na madirisha na makomeo mawili na unafunga na mapazia, na unasikia kelele za ajabu mno zikiita nje ya nyumba yako, kwa sababu ni muda wa mawindo na majini muda huo huendelea kufanya mawindo ya binadamu, kwa sababu majini hawa na monsters yao wanakunywa damu za binadamu. Monsters yao wanakula nyama za binadamu. Ili waishi lazima wafanye hivyo. Na sasa upande wa pili katika ile Colonel House ambako kuna ule mjengo wa mama ambaye anaitwa Donna, tunamkuta Jake pamoja na Jimmy wakiwa wamepanga betri zaidi ya 15 juu ya meza, wakitengeneza umeme ambao utawasaidia kupata nishati ya kusukuma mawimbi au signal ya ule mnara ili uweze kufanya kazi, ule mnara wa mawasiliano. Lakini Jake alisema kwamba, unajua ndugu yangu Jimmy, hapa umeme unawaka, tena ni umeme mkubwa, lakini hakuna hata nyaya na hala hakuna hata sehemu ya kuchomekea nyaya za kupata huu umeme. Ndio maana tunahangaika kuungaunga betri. Yani unajua katika hii dunia ambayo hapo kuna umeme kabisa, lakini huu umeme ni mtihani. Ni umeme unawaka, lakini huwezi kuona nyaya, huwezi kuona cable, huwezi kuona socket, huwezi kuona nyaya ya kuchukua umeme kutoka katika huo umeme. Yani ni mtihani tupu. Ndio maana wanaungaunga betri hizo, kwa sababu umeme wa hapo unawaka na wala hujulikani unatokea wapi. Hakika hii dunia inatisha. Ukiendelea kufikiria unawaza hawa watu wanaunga betri wanateseka. Umeme upo, lakini wanaunganisha betri za gari zao ambazo tayari hazina kazi kwa sasa. Lengo lao wakiwa na matumaini kwamba watapata nishati, lakini umeme upo wa kutosha na umeme mkubwa, lakini umeme huo haujulikani hata umetoka wapi. Ni balbu zimewekwa zinawaka, lakini ukifuatilia wiring na umeme umetoka wapi katika mji huo wala huwezi kuona. Hakika hii dunia iliyopotea, dunia ya kuzimu. Hakika huu mji unatisha kweli kweli. Tunatoka mjini tunarudi polini kuendelea na safari yetu. Afande Steven pamoja na bibie Sara. Sara alimwambia, ni vyema hata mtoto wako angekuwepo hapa na kaona unachopitia baba yake, kwa sababu siku zote alikuwa ni mtu anayekuchukia. Angekuwepo hapa, safari ingekuwa ni nzuri na waende ingekuwa nyepesi zaidi. Baada ya kumweleza maneno yale Afande alimwambia, unajali kuhusu nini wewe? Au unajali nini kuhusu familia yangu? Maisha yangu hayakuhusu wewe. Tuendelee tu kutembea, haina haja ya kuendelea kuzungumza mambo yaliyopita. Mtoto wangu mwache aendelee kubakia huko katika dunia ambayo huenda ina amani, na mimi niendelee kutafuta njia huku ya kuweza kumkomboa yeye huko ambako amekwama, kwa sababu mtoto wangu ndio pekee tumaini lilobakia katika dunia hii. Yeye ndio macho yangu kwa sasa. Na ndipo waliendelea kusonga mbele, ndipo waliendelea kutembea taratibu, ndipo waliendelea kupiga hatua moja baada ya nyingine mbele, huku akiendelea kuzungumza matukio yaliyotokea katika dunia hiyo ya kuzimu tangu alipofika mpaka sasa. Sara aliendelea kumhadithia mengi kwamba majini ni kweli nasikia sauti zao na wananidanganya niweze kuua, na wananiahidi nikishaua basi watanionyesha njia ya kutoka katika hii dunia iliyopotea, dunia ya kuzimu. Lakini pale napoua basi nakuwa nimejiingiza kwenye matatizo.
na napojiingiza kwenye matatizo, watu wa jamii yangu wananichukia na wanatamani na mimi kuniua. Kwa hiyo naona ni jambo ambalo sio sawa kabisa. Sala naona tayari alikuwa ameshaanza kujitambua yeye ni nani, anatakiwa kufanya nini. Lakini baada ya kutembea kwa muda mrefu katika ule msitu, walianza kusikia sauti ambayo walikuwa hawana kabisa matumaini kama wangeisikia katika msitu ule. Ndipo afande akamwambia, hebu sikiliza, kuna sauti ambayo ninaisikia hapa. Yule binti akamuuliza, kwani hii sauti ni ya nini? Hata mimi pia naisikia. Akamwambia, tulia, hii sauti nahitaji kujua ni sauti ya nini. Baada ya kutembea kwa muda mrefu katika msitu, sasa walianza kusikia sauti ambayo walikuwa hawaitambui inatoka upande gani. Sala aliuliza, hii ni sauti ya nini? Afande akamwambia, tulia, hata mimi mwenyewe sijui sauti inatoka wapi, kwa hiyo tulia, tuendelee kutazama hii sauti inatoka wapi. Na kisha wakasogea mbele kidogo, na mwisho wa siku wanaona mti pekee wenye rangi za pekee na majani ya tofauti kabisa. Juu yake uko umefungwa chupa nyingi mno zimening'inia. Ndipo Sala akasema, ina maana hizi chupa nani aliziweka huko katikati ya pori? Katikati ya msitu huko ni nani aliweka hizi chupa? Afande akamwambia, hata mimi sijui ni nani aliweka hizi chupa, lakini ngoja tujaribu kushusha chupa moja tuone ndani yake kuna nini, kwa sababu naona hizi chupa ndani yake kuna vitu. Ngoja njaribu kushusha chupa moja ili nione ndani yake kuna nini, maana nahisi kama vile kuna vitu ambavyo viko ndani ya hizi chupa. Na ghafla majini yakamwingia tena Sala. Majini yamemwingia tena Sala. Sala anaanza kupiga kelele, Sala anaanza kuumia kichwa, Sala anaanza kusikia sauti zinazoumiza ubongo wake. Sala anasema, hapana jamani, mbona mnaniua? Kwa nini mnaniua? Kwa nini mnaniumiza akili yangu? Sala anapiga kelele katikati ya msitu. Afande akimuuliza Sala, kuna nini? Kumbe wale majini tayari walikuwa wameshamrudia Sala katika akili yake, na walikuwa wakimweleza jambo kwa namna moja ama nyingine, au walikuwa wanampa adhabu. Mimi sijui, simulizi yetu inaendelea kutueleza. Sala alikumbwa na degedege kali sana. Sala alianza kuvibrate, Sala alianza kurusharusha miguu, Sala alianza kugalagala. Yaani kilichomkuta Sala katika msitu ni kwamba ni kama mtu ameshikwa na mashetani. Mashetani tayari alikuwa ameshamwingia, kwa alikuwa anarusharusha miguu, anarusharusha mikono, macho yamegeukia juu. Ni kama vile mtu ambaye ameshikwa na kifafa. Afande aliendelea kumshika akimwambia, Sala, amka, tuko polini hapa, umekumbwa na nini? Unajua Afande alikuwa hajawahi kukutana na tukio kama lile. Afande alikuwa hajawahi kuona tukio kama lile ambalo limemkuta Sala. Ndio kwa mara ya kwanza Afande anaona Sala kinachomkuta. Kwa hiyo huenda baada ya hapo kitakachoendelea mimi sijui. Na hapa simulizi yetu ya Dunia ya Kuzimu hatua ya 14 inaishia hapa, na sasa tukutane katika hatua ifuatayo, hatua ya 15. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji wa The Book of Magic and Movie Stories, usikose hatua inayofuata ya 15. Nakumbuka hii ni season 1 na hii ni hatua ya 15. Kwa hiyo usikose hatua inayofuata ya hatua ya 15. Baada ya hii hatua ya 14 tunaingia hatua ya 15. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na mimi hapa Mr. Ayubu Obedi, bonyeza alama ya kengele, subscribe, na utakuwa ni wa kwanza kupata notification pale ambapo nitapokuwa nimeweka simulizi mpya. Vile vile niandike kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi,
niandikia kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Hii ni The Book of Magic and Movie Stories, na hii ni Dunia ya Kuzimu, simulizi ya kutisha na kusisimua. Hatua ya 14 ndio inaishia hapa, na sasa tunaenda kuiangazia na kuitazamia tena hatua ifuatayo, ambayo ni hatua ya 15. Tafadhali usikose hatua inayofuata ya 15. Usikose hatua inayofuata, itakuwa ni kali na kusisimua zaidi. Usikose kuendelea kufuatilia simulizi hii ya kutisha na kusisimua. Vile vile, kama haujaona hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ingia katika playlist ya chaneli yangu. Simulizi zangu zote zitakuwa ziko tayari. Uzuri wa simulizi uanzie pale ambapo simulizi inapoanza, na ili ujue simulizi inaendelea inaishia wapi, ni bora ukaanzia mwanzo kuliko kuanzia katikati. Kwa hiyo nakushauri, kama ndio mara yako ya kwanza, basi tafuta namba 1 mpaka namba 13, na hii namba 14, tunaelekea hatua 15. Asante kwa sasa, tukutane wakati unaofuata. Chao.